kuwatahadharisha vijana wa Kiislamu kutokana na hatari, ubaya wa kufanya mapinduzi, kumtoa mtawala aliye madarakani kwa maandamano na kupinga yale anayoyafanya na kufanya uasi dhidi yake huyo mtawala. Hili ni jambo ambalo tunawatahadharisha vijana wa Kiislamu wajiepushe kunako mambo ya maandamano ambayo hupelekea uvunjifu wa amani, wajihadhari nayo. Maana kuna watu wakiambiwa kuandamana, wao wanaona ni jambo la kawaida kwa sababu ya ule ujinga wa kutokujua madhara ya lile jambo. Anasema Chimchawa, athauratu mapinduzi, athauratu mapinduzi, maandamano yanayoanzia kwenye mapinduzi yanayoanzia kwenye mambo ya maandamano haya. Athauratu mapinduzi, min alfitani alazima, ni katika fitna kubwa, ni katika fitna kubwa, bisababiha, kwa sababu ya fitna hii ya maandamano, kutaka kupindua, kubadilisha sheria, sijui mabadiliko, vitu kama hivi ni vitu ambavyo ni fitna kubwa. Bisababiha, kwa sababu yake, sakatati duwalu, zilianguka dola tawala. Kwamba watu wanaanzia kwenye kuandamana, wanafanya fujo mpaka inaingia vita, mtawala na uawa, anatolewa madarakani, nchi inaanguka. Na haya yametokea Libya, yametokea Syria na yametokea Sudani. Mpaka leo hawana amani. Umeelewa? Na ukiona mtu anashabikia hivi vitu, ni mtu ambaye haelewi duniani kimejiri nini. Watu walidai mabadiliko Libya, wakamtoa Gaddafi, wakamuua. Matokeo yake mpaka leo hawana amani, nchi yao wanaikimbia na maisha yamekuwa ya mabaya kabisa. Umeelewa? Kwa hiyo haya mambo si mambo ya kushabikia wala si mambo ya kusapotiwa, bali sisi kama wananchi itakiwa tujiepushe na mambo haya. Na yule anayeyaleta na kuyahamasisha, tumuone kwamba dhamira yake ni kutaka kuharibu amani tulionayo. Watu wakauawa, wakafa kupitia maandamano haya. Pita barabarani, watu wanawasha matairi ya gari, wanavunja vioo vya nyumba za watu, wanaiba maduka ya watu. Umeelewa shehe? Wanaweza kaharibu, wakapiga kugonganisha hata waya za umeme njiani, zikatokea shoti kwa sababu ya mambo kama haya maandamano. Kwa serikali ziwie, na anayeleta kiburi akiingia barabarani akutane na kirungu, akungutwe. Kenya tu hapa jinsi watu wamekufa hatumtaki. Wamekungutwa na watu wengine wakafa. Sawa, maandamano yameisha na mtawala ni yule yule. Umeelewa? Kwa sababu hamtaandamana ila hamwezi kufanya kitu, kwa sababu serikali iko imara. Wanasingizia maandamano, kumbe wezi. Pita kwenye maduka ya watu, wanavunja, wanaiba. Na hii ni fursa kwa wezi. Maandamano ni fursa kwa wezi ya kuiba na kuchukua vitu vya watu. Kwa wazibiwe watu kama hao ili amani yetu idumu. Na kubwa zaidi ni yale mabango wanayoandika, wakaandika maneno mabaya ya kumchafua mtawala. Ina maana wanamvunjia nini? Wanamvunjia heshima mtawala. Si ndio hivyo? Unapoandika mabango ukaweka maneno ya ovyo ovyo kwenye mabango, ina maana mnamchafua mtawala wenu, mnamchafua rais wenu. Kwa hiyo kule ni kuvunjiana heshima. Na kwa sisi Waislamu tumekatazwa kumvunjia mtu heshima. Tumeelewana? Kiongozi anayeongoza watu hatakiwi kuvunjiwa heshima. Hata kama kuna mahala amekosea, hatakiwa akosolewe kwa njia 3. Njia ya kwanza, bil mushafaha, ana kwa ana. Wewe unayeona amekosea, mfuate, ongee naye ana kwa ana. Sawa, mjibizane, umueleze. Sawa? Alafu njia ya pili, bil murasala, mtumie barua. Andika malalamiko yako, mtumie barua juu ya yale ambayo unayalalamikia. Umeelewa?
Alafu njia ya tatu ya kumkosoa mtawala au kiongozi ni kuwatumia watu walio karibu naye, kuwatumia watu walio karibu naye. Hizi ndio njia sahihi za kumrekebisha kiongozi anapokuwa amekosea. Ama kusimama kwenye nyumba za ibada, misikitini, makanisani, kwenye mitandao ya kijamii, kwenye mikutano, kwenye majukwaa, watu wakaanza kumnanga na kumsema vibaya mtawala wa nchi, hilo ni jambo la kipagani. Umeelewa? Jambo la kipagani. Na mbaya zaidi, utakuta baadhi ya watu wanaomsema vibaya ni watu wa karibu naye. Watu hamo ndani ya serikali humo, sawa? Eti wanamchafua mtawala wakati wana uwezo wa kwenda kumuona wakamueleza kile ambacho wao wanaona hakiko sawa. Wanatuletea maneno sisi watu wa kawaida. Ili iweje sasa? Kwa hiyo haandamani mtu hapa, haandamani mtu. Wa dhahaba al-amnu, na itaondoka amani kupitia mambo ya maandamano, kudai mabadiliko. Au sijui haki gani unaitaka wewe? Hiyo haki unaitaka haki gani? Ule upewe hela, uletee ugali? Hakuna haki unayotafuta wewe zaidi, unatafuta tu ukae pale ule basi. Wito wetu sisi kama Ahlus Sunna ni kwamba maandamano yasiwiwe. Maandamano yasiwiwe kwa sababu katika dini kwanza sisi hatuna maandamano. Na wote hawa wanaotuhamasisha maandamano wana uwezo wa kumfikia rais. Sasa cha ajabu hawamuendei wakamwambia, wanatuletea maneno ya ajabu sisi ili nchi ya amani ivunjike katika nchi. Kwa cha kwanza ananasiwa kiongozi ana kwa ana. Wamuendee, sio tuambie tuandamane. Twende wapi? Waandamane wao na wake zao na watoto wao. Na anayetaka kuvunja amani ashughulikiwe, akumutwe kweli kweli ili atulie, aache ujinga.